in Africans. Yeah. In Africans hawakufeli ila walizidiwa ubora uwanjani. In Africans hawakufeli ila walizidiwa ubora uwanjani. Mwalimu Pedro Gonçalves approach yake ilikuwa sahihi kabisa. Ameanza na mabeki watatu, mawing back wawili, mshambuliaji mmoja pamoja na viungo washambuliaji wawili. Lakini hao viungo washambuliaji wana sifa ya kukaba. Umeona? Kidogo Alan Okello iko 50-50. Umeona? Lakini ukimwangalia Max Zengeli anaanza kama kiungo mshambuliaji, ana sifa ya kukaba. Ni mtu ambaye anakuja kuisaidia timu kwa zaidi. Na nafikiri hata kwenye mechi ya leo kama Africans wangepata chochote kitu, credit kubwa ilikuwa inaenda kwa yeye. Kwa sababu kuna muda alikuwa anashuka chini kuja kuchukua mpira, drive team, kafanya attempts mbili ambazo kama angekuwa clinical enough angeweza kufunga goli hata moja. Kwa hiyo leo alikuwa katika kiwango bora sana. Lakini in Africans walicheza kwa discipline kuweza kuwazuia Al Ahly kuwafungua kirahisi sana, kwa sababu Mwalimu Pedro Gonçalves anajua ukipishana na Al Ahly kwa ubora wao mchezaji mmoja mmoja lazima watakubaliana. Walianza na mabeki watatu, wing back ili kutengeneza faida ya idadi kwenye eneo lao la ulinzi. Kwa sababu wakiwa wanazuia wanakuwa na watu watatu, watu wawili pembeni, jumla wanakuwa watu watano. Alafu katikati mwa uwanja kamweka Mohamed Damaro Kamara ambaye ni kiasilia defensive midfielder pamoja na Duke Abuya ambaye kiasilia ni holding midfielder, licha kwamba ana sifa ya kucheza kama attacking midfielder. So akija kurudi chini wanatengeneza idadi ya watu 7 kwenye eneo lao. Alafu njoo muongeze Maxim pia Zengeli. Kwenye eneo la ushambuliaji na kiungo cha ushambuliaji wanabaki na watu wawili, Depo pamoja na Alan Okello. Kwa hiyo wakawa isolated, Depo pamoja na Alan Okello. Mipira mingi ambayo ilikuwa inapigwa na Africans baada ya kuokoa mashambulizi ya Al Ahly, kirahisi kabisa Yasir Anafi pamoja na Yasin Marei walikuwa wanaicheza kirahisi kabisa. Kwa hiyo Africans wakawa hawana huo hatari. Sasa ni ngumu kuweza kucheza na timu ambayo inazuia muda wote. Nini ambacho Jess Touré alikifanya, kocha wa Al Ahly? Aliona kabisa kuwafungua kwenye open play in Africans itakuwa ni ngumu kutokana na idadi kubwa ya watu wanaocheza kwenye box lao. Nifanyeje? Moja kati ya tatizo linalotusumbua timu zetu nyingi sana sisi wa Tanzania ni mipira ya cross. Gloves ni aerial balls. Aerial balls kama unafuatilia timu zetu zinafungwa sana mipira ya kichwa. Sikushangaa cross iliyopigwa na Mohamed Yani kichwa namna hiyo, alafu Mohamed Trezeguet kirahisi kabisa akafunga, akapiga kichwa akafunga dakika za mwisho kabisa. Kama Africans wangeenda angalau wakiwa bila na Al Ahly, pressure ingekuwa kubwa, lakini waliweza kutumia hiyo mpira ya juu kirahisi kabisa kuwafunga Africans, na mwisho wa siku sasa wakaifungua kodi na kumuuliza swali gumu Pedro Gonçalves, ya kwamba bwana, wewe ulijaza idadi kubwa ya mabeki, ulijaza idadi kubwa ya watu kwenye eneo lako la katikati mwa uwanja, ukawa unatuuliza swali gumu la kwamba tupite wapi? Tumejaribu kupita pembeni ikawa ni ngumu, wajaribu kumtumia sana Mohamed Trezeguet, wajaribu kumtumia sana bwana mdogo Imam Ashuri kwa ajili ya kuitanua defense ya Africans, lakini ikawa ngumu. Akajaribu pia kupenetrate katikati, ambaye leo alikuwa na kiwango kizuri sana Imam Ashuri, kiwango kizuri mno, akajaribu kupenetrate katikati, lakini bado ikawa ni ngumu sana. Lakini mwisho wa siku wakaamua kutumia cross, wakaifungua kodi. Swali likabaki sasa kwa Pedro Gonçalves, utatoka kwenye eneo lako kuja kushambulia na wewe upate goli, kwa sababu wote tuna alama 4. Sio lazima sisi tukishakufunga wewe, tukishinda hii mechi tutakuwa na alama 7. Utatoka kwenye eneo lako kuja kutushambulia ama utabaki kucheza kwa discipline kwenye eneo lako? Alichokifanya Pedro Gonçalves, akamjibu Jesse Touré kwa maana kwamba bwana, mimi nitafanya nini? Nitafunguka. Na kweli akafanya sabu za baadhi ya watu ambao ni defensive minded, akaingiza watu ambao wana sifa tofauti. Kwa mfano sabu ya mtu kama Mohamed Damaro Kamara ambaye tayari alikuwa shapata kadi ya njano, akamuingiza Mudathir Yahya ambaye kisifa ni box to box midfielder. Kwa tayari hapo kuna kitu kimepungua, sio vizuri. Lakini kama itoshi pia akamtoa bwana mdogo Israel Patrick Mwenda, akamuingiza Pacome Zouzoua, alafu akamsogeza Dickson Jobu
kuja kucheza kama fullback wa kulia, akacheza sasa na mabeki wanne. Lengo na madhumuni ni kuwatumia Pacome Zouzoua, Alan Okello na Max Nzengeli kwenye eneo la katikati mwa uwanja kurahisisha mchezo, ili kuweza kuuliza maswali magumu Al-Ahly ili na wao waweze kupata goli. Lakini ni kama vile umemkabidhi kisu chinja. Simulavu ndicho ambacho chokifanya ni Africans. Wakakabidhi kisu kwa Al-Ahly ili kuweza kabisa kuimaliza mechi. Na hata ukiangalia aina ya goli ambalo limefungwa na Al-Ahly, kuna makosa mengi sana ya kiuchezaji. Yalianzia pia kwa Mudathir Yahya kupoteza pasi nyingi kirahisi kabisa. Imam Ashuri, angalia pasi ambayo aliiua kwa mtu kama Mahamoud Trezeguet. Alafu namna ambavyo Mahamoud Trezeguet alivyomchambua Djigui Diarra kwenye engo ambayo kiuhalisia ilikuwa ni ngumu kwa Djigui Diarra kuweza kufuata. Kuanzia hapo Al-Ahly wakawa wanapiga hodi kila mara kwenye lango la Young Africans. Isingekuwa wao kutokuwa na utulivu Al-Ahly, sasa hivi tungekuwa tunazungumzia Young Africans wamepigwa chuma 4, Young Africans wamepigwa chuma 5, Young Africans wamepigwa chuma 3. Nafasi mbili za wazi walizikosa, ya Grandsir nakumbuka na Mahamoud Trezeguet. Lakini mara mbili Imam Ashuri ameingia kwenye box. Kama angetulia vizuri, angepiga pasi vizuri na kuwapigia pasi watu sahihi zaidi, sasa tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Kwa hiyo kwangu mimi ukiangalia kwa mchezo mzima Young Africans wamezidiwa ubora, na hiyo ipo wazi. Al-Ahly ni bora kuliko Young Africans. Young Africans ni kibonde wa Al-Ahly. Kwenye mechi 9 kapoteza mechi 6, kasare mechi 2, kashinda mechi 1. Over. Tuzungumzie kwa upande pia Young Africans. Tumeona Pacome Zouzoua akianzia bench. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi mwalimu Pedro Goncalves kuhakikisha kwamba anamwanzisha mchezaji tegemezi kama Pacome Zouzoua bench, ama kutokana na mbinu ambazo labda alikuwa anataka kuzitimiza kwa kipindi cha kwanza alikuwa ni sahihi? Sometimes makocha wana complicate vitu. Simulavu. Ukiniuliza mimi, kati ya Alan Okello na Pacome Zouzoua, nani alipaswa kuanza kwenye mchezo huu wa Al-Ahly na Young Africans? Mimi nitakujibu Pacome Zouzoua miaka 200. Kwa nini? Kwa sababu Pacome Zouzoua ndio mchezaji hatari zaidi kwenye kosi ya Young Africans. Yes, unataka kushambulia kwa counter attack. Unahitaji kuwa na huyo best player wako ambaye anaweza kuwachukua watu wawili, watu watatu, akakuuza, akawapa nafasi kubwa washambuliaji wengine kwa ajili ya kuweza kufanya nini? Kuweza kufunga. Lakini kwa Alan Okello, hata kama ana kipaji kiasi gani, mimi namkubali, ni mchezaji mzuri, lakini daraja la Pacome Zouzoua tukiwa kweli hajalifikia. Sijui, labda kuna ripoti labda ya madaktari Pacome labda hakuwa fiti kuanza mchezo wa leo, labda alikuwa anaumwa, sijui, ila binafsi kama alikuwa ni mzima wa afya, nafikiri mwalimu amewakosea wana Yanga kwanza na Alan Okello alafu Pacome Zouzoua kuanzia benchi. Mimi sidhani kama alipaswa kuanza Alan Okello alafu Pacome Zouzoua akaanzia benchi, hata kama ni mchezaji mzuri kiasi gani. Guys, Pacome Zouzoua ni one of the best player ambayo Young Africans wanapaswa kulinda naye. Sasa fikiria kwa namna ambavyo alivyokuwa anafanya Max Nzengeli, alafu Pacome Zouzoua na yeye yuko ndani ya uwanja, unafikiri ungekuwa kuna hali gani? Pengine Al-Ahly wangepata wakati mgumu sana, kwa sababu huyu ni mtu ambaye hata kwenye mechi za mwaka juzi, nafikiri ilikuwa ni mwaka juzi, umeona aliwasumbua sana ndani kabisa, kuanzia ndani mwa aliofunga goli kwa maana ya Benjamin Mkapa, lakini hata kule Cairo nakumbuka mpaka zikaja attempts za kuwa wanamtaka tetesi zilikuwa nyingi sana, umeona, lakini mwisho wa siku akabaki Africans na daraja lake liko pale. So binafsi kwangu mimi nafikiri kwa Tanzania wapenda mpira, nafikiri mwalimu ametukosea. Kitendo cha kumwosha Pacome Zouzoua benchi, best player in Africans, haikuwa chaguo sahihi. Kwa wewe pia tukisema to rate sasa in general performance wise ya Young Africans, ukiachilia ambalo umesema kwamba wamezidiwa quality na Al-Ahly, tuzungumzie performance wise Young Africans ambayo imeingiza maingizo mapya mengi na wameanza kuwatumia wachezaji. Wewe unaiona wapi katika mashindano haya, namna ambavyo ya group lao limejitenga mpaka sasa? Yanga ukitoa ile kikabubi kibongo bongo, Young Africans ni timu bora. Yaani ni timu bora kabisa. Uoni kwamba kama kuna mapungufu hayo ya kusema kwamba Young Africans labda wanaweza wakawa ni vibonde kwenye ligi kuu Tanzania bara. Uoni.
nimemwangalia Dep vizuri, wamemsajili mshambuliaji mzuri sana Dep. Anagongana sana na mabeki, kwa mfano kama mechi ya leo umeona alikuwa anagongana sana na kina Yasir El-Anef. Kwa sababu umeona leo akitimiza majukumu yake sahihi kabisa kwa sababu alikuwa namna gani kama pengine wengine hawakuona, alikuwa isolated kaka, kwa sababu tuongee ukweli, muda mwingi wa mchezo Dep ilibidi awe anagongana zaidi na mabeki kuliko kuletewa mipira. Na alipokuwa akiletewa mipira unaona kuna vitu sahihi anafanya. Kwa mfano nafasi aliyoikosa Maxim pia Nzengeli ambaye alipiga shuti Mustafa Shobeli akaicheza. Unaikumbuka? Unajua pasi ilitoka kwa nani? Ilitoka kwa Dep. Dep aliua mpira akageuka akamwekea Max Nzengeli pasi. Sababu Max Nzengeli akapiga, Mustafa Shobeli akafanya nini? Akacheza. Ndio aina ya washambuliaji wa kisasa wanapaswa kuwa hivyo. Na hata ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanasumbuana na wale mabeki, kuna muda wakina Yasir El-Anef walikuwa hawatoki kwa sababu wanahofia uwezo wake. Uwezo wa kulinki mashambulizi, ana uwezo wa kukaa na mpira, ana uwezo mimi naamini wa kufunga. Ndio maana mwalimu leo akaopti kuanza naye mbele ya Prince Dube. Kwa hiyo kwangu mimi wachezaji wapi walioingia Dep, Okelo, kuna kitu kikubwa sana watakiongeza, lakini haikuwa sahihi. Narudia tena, haikuwa sahihi na sikubaliani na mwalimu. Naheshimu taaluma yake kuanza na Alan Okelo Pacome Zouzoua akaanzia benchi. Hata kama ni mchezaji mzuri kiasi gani, ameongeza quality kiasi gani, kwangu mimi sikubaliani. Ila kwa Dep kuanza naye, yes, kwangu mimi nafikiri ilikuwa sahihi kabisa, ilikuwa sahihi. Lakini Dep ndio hivyo, kukutana na mlima mrefu. Beki wa Ahali kaka mkubwa, lazima ujipange. Kama ukiwa mshambuliaji wa kawaida huwezi kucheza nao. Hata kama ukiwa mshambuliaji mzuri kama mkubwa, ni kuweza kutoboa, hasa kwenye mechi kama hii ambayo anaitaka, ni ngumu kuweza kutoboa. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpewe. Al Ahly ni timu bora mbele ya Africans, hata wana Yanga wanalijua hilo.